Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika Sports Warm Up, na hii ni ya mwaka 2026. Tumerejea kwa kishindo, na siku hii leo tutakwenda kuangazia mada inayosema je, nini siri ya kikosi cha timu ya taifa ya Taifa Stars kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON? Kama tunavyofahamu ya kwamba msimu huu wa AFCON 2025 ambao unaendelea pale Morocco, wao walifika kwenye hatua ya 16 bora. Na leo hii studio niko na wachambuzi wangu wa Kelindo Gechola pamoja na Twahil Hamis, ambao wao watakwenda kutuelezea kinaga ubaga, je, nini ambacho kimefanya timu hii ya Taifa Stars kuweza kufanya vizuri kwenye michuano hii. Kelindo Gechola pamoja na Hamis Twahil, habari zenu kwanza? Fresh tu, habari yako? Salama kabisa. Nianze na Kelindo Gechola. Kwa mtazamo wako, nafikiri kitu gani ambacho kimeongezeka kwenye kikosi cha Taifa Stars kiasi cha kufanya vizuri kwenye michuano hii kufika kwenye hatua ya 16 bora? Ukiwatazama Taifa Stars kuna mafanikio ya aina mbili. Kuna mafanikio ya ndani ya uwanja pamoja na nje ya uwanja. Ukiangalia hata serikali ya Tanzania jinsi ambavyo walijiandaa kwenda kwenye mashindano haya, kulikuwa na uzito tofauti na mashindano mengine. Tazama pesa ambavyo walikuwa na support timu ya taifa, pesa zaidi ya milioni 500 ambazo wamepewa kama zawadi walipofika hatua ya 16 bora, lakini kila goli ilikuwa ikifungwa milioni 200 mpaka milioni 300. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili, ukiwatazama wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, wengi wao average ya umri wao ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo wengi walikuwa wanajua kwamba hii ni AFCON yao ya mwisho, iliwatia chachu ya kupambana zaidi ili kufika kuweka historia kwenye mashindano yale. Kwa hiyo kwangu mimi kuna pointi mbili. Lakini pointi ya tatu, unamtazama namna gani ambavyo mwalimu Miguel Gamondi alikuwa anakuja na game plan kila mechi. Inaonekana ni mtu ambaye alikuwa anawasoma sana wapinzani pamoja na kuifanyia game plan ya hiyo mechi. Kwa hiyo pia mwalimu amekuwa ni chachu kubwa sana ya timu ya taifa ya Tanzania kufanya vizuri kwenye hatua ya 16 bora. Kwako Hamis Twahil, uwepo wa wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania umeongeza chachu kiasi gani kwa Taifa Stars kuweza kufanya vizuri kwenye michuano hii ya AFCON 2025? Kwanza kabisa ni mafanikio makubwa ambayo Tanzania tunaigeza katika soka kwa sasa hivi. Ukiangalia kuna academy nyingi ambazo zinaanzishwa, lakini pia hapo zamani pia zilikuwepo, kwa mfano Azam, Mtibwa ambao walikuwa wanazalisha vipaji ambao mpaka sasa hivi vile vipaji vinaonekana ni kama sasa ni zao ambalo linatupa kitu ambacho ni kizuri. Ukiangalia kina Dickson Job wametoka chini, ukiangalia kina Alphonse Mabula, kitu ambacho Tanzania tumeweza kukifanya basi ni kuchukua wachezaji hapa Tanzania na kwenda kucheza katika ligi ambazo zina ushindani mkubwa sana kwa ajili ya kuongeza ile ari ya upambanaji katika timu ya taifa. Lakini kitu kikubwa zaidi, ukiangalia hata katika historia Tanzania hatukuwahi kufika katika hatua ambayo tumefika kwa sasa hivi, ni kutokana na uwekezaji na hamasa ambayo Tanzania tumeweza kuifanya. 16 bora hatukuwahi kufika ya AFCON katika group stage, tumepita tukaenda 16 bora. Leo hii tumecheza na Morocco ambao nakumbuka mechi ya mwisho ilikuwa 2024 Januari 17 ambayo Tanzania ilicheza dhidi ya Morocco katika group stage na Tanzania ilipoteza kwa bao 3-0. Lakini mchezo ambao umepita ulikwisha kupita, Tanzania ametoka 1-0 na Morocco, lakini pia waliwatoa jasho kiasi kwamba Tanzania huenda angeibuka na ushindi katika mchezo ule ama wangepata hata sare. Unaona ni uwekezaji mkubwa sana, wachezaji ambao wameweza kufanya kutoka katika academy ndogo mpaka sasa hivi. Ukiangalia kuna vilabu Tanzania ambazo zimeweza kuanzisha kwa ajili ya kunoa vijana kutoka chini na kuwapa ile hali ya upambanaji katika masuala ya soka, mpaka hapo baadaye basi tutakuja kupata products ambazo ni nzuri na zitasaidia timu kutoka katika hatua ambayo tupo sasa hivi na kwenda katika hatua ambayo itakuwa ni bora zaidi. Ukiangalia hata majirani zetu Uganda, Kenya, lakini angalau Uganda kidogo katika michuano hii ya AFCON wamefika mbali kidogo. Wamesogea. Ukiangalia mwaka 1978 sikumbuki ilikuwa ni chini ya kocha gani, lakini walitinga katika hatua ya finali dhidi ya Ghana, lakini haikuwa bahati yao, walipoteza kwa bao 2-0. Unaona walifika katika hatua ambayo ni nzuri zaidi mpaka kufika katika finali. Lakini Tanzania tumeanza 16 bora na Mungu akijalia tutafika mbali zaidi. Nirejee kwako Kelindo Gechola. Unafikiri mabadiliko ya kiufundi ambayo yamekuwa yakiletwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, lakini pia kwenye ligi tunaona makocha wakubwa sasa hivi wanakuja, tumeona baadhi ya makocha ambao walikuwa ni wakubwa kama kina Benchika, kina Gamondi, hao ambao wamepita kwenye vikosi vya timu hizi kubwa, imekuwa inaleta chachu gani kiufundi kuweza kuwajenga wachezaji kuelekea kwenye kuhudumu vizuri kwenye kikosi cha timu ya taifa? Unajua, kwa bahati nzuri zaidi timu yetu ya taifa inaundwa na kikosi cha wachezaji wengi wanacheza ndani. Ni tofauti na mataifa mengine ambayo wenyewe kikosi cha timu ya taifa hakiundwi kwa sababu ligi ipo. Unazungumzia timu ya taifa kama la Kongo,
ligi yao sasa hivi sio kama ligi ambayo ya Tanzania. Wachezaji wengi wanaundwa kutoka nje. Kwa hiyo sisi Tanzania wachezaji wetu wengi wanaundwa kutoka ndani. Kwa sababu gani wanafanya vizuri? Vilabu hivi hasa vikubwa vya Simba na Yanga pamoja na Azam vimeweka uwekezaji mkubwa sana kwenye hivi vilabu vyao. Ndio maana ni rahisi sana mchezaji kutoka nchini Ivory Coast akaja kwenye Tanzania kucheza mpira. Sasa ile inaongeza chachu sana kwa wachezaji wa ndani. Kuna wakati ambao tumeona saizi misimu kama 4 kama sio 5 kikosi cha Yanga Afrika mabeki wao wale wawili wale namba 4 namba 5 wote ni wa Tanzania. Na sio kwamba Yanga waje kusajili beki wa kimataifa, walishawahi kuleta mabeki pale lakini wakawashinda. Kwa hiyo namna ambavyo walimu wakija hapa Tanzania, namna mazingira amakuta inawafavor sana wachezaji wa Tanzania kufanya vizuri kuliko wachezaji wengine. Mchezaji kama Kibu Denis pale Simba wameletwa mawinga wengi sana lakini ameonekana kuwa bora. Kwa sababu gani? Wengine wanatia juhudi hivyo wanapambana kucheza nje ya taifa la Tanzania, inaweza kuwa ni chachu. Kwa hiyo ujio wa makocha wa kigeni na wachezaji wa kigeni inapelekea ligi yetu kuwa bora. Lakini hicho sikisiwe kigezo sana kwamba kimefanya vizuri, lakini kufanya vizuri kwetu kwenye AFCON kunazingatia sana wachezaji ambao wameitwa. Ndio maana nilikuwa namzungumza hapa na Hamisa amezungumza, inabidi sasa tutoke sisi huko kwenye kutegemea sana ligi yetu. Tuhame, kwa sababu ukiwazungumzia timu za taifa kama ya Kameruni haujawahi kusikia ligi yao lakini wanafanya vizuri sana. Hasa mataifa ya magharibi yanazingatia sana uraia pacha. Ukimzungumzia kama mtu kama Brian Mbeuma amezaliwa nchini Ufaransa lakini sasa hizi ana uraia pale Kameruni. Kwa hiyo mataifa ya magharibi unafikiri kwamba hii ya uraia pacha inaweza kutusaidia kwa sababu tumeona kwenye kikosi cha timu ya taifa ambacho kimeitwa kuna namna fulani ambapo serikali imejaribu sasa kulegeza yale masharti. Tunaona wachezaji wameanza kuingia ambao kikawaida walikuwa si wa Tanzania lakini wamepewa uraia wa Tanzania, na tumeona kuna baadhi waliomba uraia. Serikali pia imeanza kuona kwamba kuna haja ya kubadilisha hizi kanuni na kuwapa uraia watu. Unahisi kwamba jambo hili linaweza likatusaidia, na wachezaji ambao wameingia wamesaidia kiasi gani timu ya taifa ya Tanzania? Swala la uraia pacha ni swala muhimu sana. Timu ya taifa ya Cape Verde imefuzu kwenda kucheza World Cup. Imefuzu kwa sababu wachezaji wengi wana uraia pacha ambao wamekuja kuisaidia timu yao. Wan Bissaka ni mchezaji ambaye amewahi kuitumikia timu ya taifa ya Uingereza, lakini ameona kwamba sina nafasi pale, amerejea kwenye timu ya taifa ya Kongo. Kwa hiyo hata Tanzania tukiruhusu uraia pacha kutumika nchini Tanzania, tutajizolea wachezaji wengi ambao wanaweza kutusaidia kufanya vizuri kwenye mashindano makubwa. Lakini pia kuna baadhi ya mataifa ambayo yenyewe yanategemea ligi kama taifa la South Africa. Ni baadhi ya wachezaji wachache sana ambao wanacheza nje, lakini wachezaji wengi wanacheza ndani. Tuboreshe ligi, lakini pia tutengeneze vipaji. Leo Samata anacheza AFCON yake ya mwisho. Je, AFCON 2027 nani atakuwa ambaye tutakuwa kwamba tunamtupia jicho zaidi afanye vizuri. Kwa hiyo inabidi pia tuandae vipaji, tutengeneze ligi kwa bora, lakini pia tusaidie sana wachezaji wetu, mawakala wasaidie wachezaji wetu kucheza nje ya nchi. Kwako Hamis Twahiru, ningependa nijue pia hili kwako. Uwepo wa wachezaji hawa ambao wanapewa uraia pacha umeongeza chachu kiasi gani kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania? Imeongeza kwa kiasi lakini si sana, kwa sababu hatuna wachezaji wengi ambao wana uraia pacha. Namzungumzia kuna wachezaji ambao alizaliwa England lakini leo hii anachezea wapi? Tanzania. Kwa hiyo unaona hatuna namba kubwa sana ya wachezaji wa namna hiyo, lakini angalau wameweza kutuvusha katika sehemu ambayo tulikuwa tunatarajia, japo bado kwa kiasi kikubwa, lakini angalau tumefika. Lakini nafikiri kitu kikubwa zaidi ni kutokana na kocha ambaye tunaye Miguel Gamondi. Amefanya kazi kubwa sana kuwa na wachezaji ambao wanacheza katika ligi za ndani, lakini wengine wanacheza katika ligi za nje, wameweza kupambana. Unajua ukiwa na timu namna hiyo, tactics za mwalimu ndo ambazo zinasaidia, na kitu kikubwa zaidi ambacho Taifa Stars naamini wamefanya ni teamwork na kuweza kumsikiliza nini mwalimu anasema. Unaweza ukawa na wachezaji ambao wana uraia pacha kwa maana wanacheza katika ligi za nje. Makocha wengi wamepita timu ya taifa ya Tanzania, wamekuwa na wachezaji wa namna kama hii. Sio hawajatofautiana sana, lakini Miguel Gamondi amekuja kuonesha namna gani ambavyo Tanzania ama Taifa Stars inaweza kufika katika hatua ya 16 bora. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi mimi ninachofikiria zaidi basi ni namna mwalimu ambavyo ana approach na wachezaji kwa ajili ya kufanikisha lile swala ambalo Watanzania wengi tumeweza kuliona. Lakini kiufundi zaidi ukimwangalia Miguel Gamondi namna ambavyo ameingia katika kikosi chake, ameingia na tactics gani katika mchezo. Tujalie labda mchezo wa Morocco, natolea mfano, ameingia na back 3
katikati wa 4-1-2, kwa maana ya kwamba zile fullback zinakuja kuungana na back 3 baadaye inaunda 5. Sana sana ni mfumo ambao alikuwa anapenda kutumia Thomas Tuchel na Guardiola kipindi anaanza kufundisha soka. Kwa hiyo mimi nafikiri zaidi swala kubwa, sawa, tunatakiwa kuwa na wachezaji ambao labda ni raia pacha ambao watacheza nje kwa ajili ya kuja kuonesha namna gani Taifa Stars inaweza kufanya vizuri, lakini pia pongezi kubwa na kongole ni kwa kocha Miguel Gamondi. Moja kati ya kilio kikubwa Kilindo Gechola kimekuwa ni project. Wachambuzi wengi wamekuwa wakizungumzia kwamba Taifa Stars hatuna project ya muda mrefu. Nikirejea project ambayo walianzisha Ubelgiji ilikuwa ni karibia miaka 15, baadaye ndio ikaja kuleta manufaa makubwa kuja kufika paka kwenye nusu finali ya kombe la dunia. Unafikiri Tanzania tunaweza kuamini kwenye project, na tukiandaa project unaweza tukafikia mafanikio? Kwa sababu tunakumbuka mwaka 2019 ile timu ya vijana ambayo ilicheza AFCON, vijana wengi walipotea. Je, tuendelee kuamini kwenye project ama tuendelee kuamini kwenye hivi ambavyo tunaweza tukafikia mafanikio? Umezungumzia project. Unajua mchezaji ili auze kwenda nje anahitaji vitu vitatu. Anahitaji wakala, nchi anayotoka, pamoja na kipaji. Tulitengeneza Serengeti Boys bora sana, hii akina Alphonse Mabura, akina Maurice Abraham, ukizungumzia akina Msindo. Wale wachezaji baada ya pale walikwenda wapi? Hiyo ndio kitu inakuwa ngumu. Kwa hiyo serikali inaweza kutengeneza project, lakini baada ya hapo Serengeti Boys tushaipata. Baada ya hapo kina Mirambo unawapeleka wapi wakina Msindo? Ndio narudi na kushangaa yuko TMA. Inabidi tutengeneze project kwamba mtoto kutoka hapa baada ya Serengeti Boys anakwenda Ufaransa labda kwenye academy fulani, inaweza kutusaidia. So labda acheza Serengeti Boys bado unamkuja yuko Pamba Jiji, ni kitu ambacho kinaweza kashusha kiwango chake. Hamis Twahir, kwa kumalizia tu, tunaelekea kwenye michuano ya AFCON ambayo itafanyika 2027 ambayo sisi tutakuwa miongoni mwa wenyeji. Kwa namna ambavyo umekitazama kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, ni sehemu gani ambavyo tunapaswa kuboresha, lakini coach Miguel Gamondi ambaye tayari ameaminiwa kwenye kikosi hichi, ni sehemu gani ambayo tunatakiwa kuboresha, ama ni wachezaji gani wanatakiwa kuongezeka kwenye kikosi ili tuweze kufanya vizuri zaidi kuvuka kwenye hatua ambayo tumeishia kwenye msimu huu? Mimi nafikiri kitu kikubwa cha kwanza ambacho tunatakiwa kuboresha, kwa sababu sisi ni wenyeji, kwa hiyo kitu cha kwanza cha msingi cha kuboresha ni miundombinu yetu ikae vizuri, kuanzia mahoteli, viwanja na kila kitu. Hicho ndio kitu cha kwanza cha kuboresha. Tukija kwa kocha Miguel Gamondi, kikosi mimi nafikiri kimejitosheleza zaidi. Ni namna tu ambavyo wachezaji wataweza kusikiliza nini ambacho mwalimu amesema, na namna ambavyo timu wako wachezaji watacheza kwa namna gani. Unajua, ukiangalia transition ambazo Taifa Stars walikuwa wanafanya katika michezo ambayo imepita, unaona wanashambulia kwa pamoja, wanarudi kwa pamoja. Yaani timu wako unaiona mchezaji mmoja akikosea basi wanaelekezana, wanafuata maelekezo. Kwa unaona kabisa teamwork ya timu ndio ambavyo imeisaidia Taifa Stars kufika katika hatua ambayo tuko sasa. Kwako Kilindo Gechola, Taifa Stars iongeze nini kuelekea kwenye michuano ya 2027 ambayo sisi tutakuwa kama wenyeji wa michuano hii, miongoni mwa wenyeji tukishirikiana na Kenya pamoja na Uganda? Amezungumza hapa Hamisi, miundombinu. Nchini Morocco tiketi zilikuwa tuachane na tamaduni za Tanzania, tiketi inauzwa siku moja kabla ya mchezo. Nchini Morocco tiketi zilikuwa zinauzwa siku 7-8 kabla ya mchezo. Pia ukiangalia usafiri wao, wanatumia treni hizi za umeme kwenda uwanjani, kitu ambacho kinakupa urahisi sana. Leo hii unaandaa AFCON, timu inaweza kaka kambi Mwanza, itafikaje Dodoma kwenye uwanja? Kwa hiyo inabidi fanye usafiri. Lakini pia kwenye kosi za taifa ukiwatazama, tulikuwa tunanyima quality ya mchezaji. Tunaweza kuwa na teamwork nzuri, lakini quality tulikuwa tunanyima. Kwa hiyo lazima tutafute wapatikane au tutafute wachezaji wenye quality ya kutosha ili kuamua mechi. Na mtazamaji wa Sauti TV, mpaka kufikia hapa tunafikia mwisho wa kipindi chetu, na siku hii ya leo mada tuliokuwa tunaangazia ilikuwa nasema nini siri ya mafanikio ya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kwenye mchuano ya AFCON ambayo imefanyika nchini Morocco. Na kufikia hapa sina la ziada. Ulikuwa nami Jordan Mgoli, nikutakie kila laheri na utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata.